Yes guys, leo katika tuambie na kuletea story hii hapa bwana. Huyu kaka yeye alikuwa kwenye safari akiwa ndani ya basi. Siti aliyopangiwa alikutana na dada mmoja mrembo sana na mzuri. Kama ilivyokuwa tabia ya wakaka wengi wawindaji bwana, kaamua kuwinda kwa huyu dada. Na bahati nzuri kwake, ikiwa kama bahati nzuri, alipowinda kwa huyu dada alimkubalia. Na bahati nzuri zaidi, alipomuomba kwamba watakaposhuka basi wapate sehemu ya kuzungumza, dada alikubali. Yaani kirahisi tu dada alikubali. Wakaenda, waliposhuka walikuwa wanaelekea Dar es Salaam. Waliposhuka Mbezi pale, kaka akasema basi kuna hoteli ya karibu hapa na waifahamu, twende. Wakawa wameenda bwana kwenye ile hoteli. Wamekaa, wakapata chakula pale, wakawa wanazungumza mawili matatu. Kaka akamshawishi dada wa watu. Akamwambia baada ya chakula basi twende tukafanya nini? Tupumzike, kwani unaelekea wapi? Dada akamwambia bwana, mimi huku nimekuja kutafuta kazi. Akamwambia umesomea nini? Akamwambia mimi nimesomea human resources. Nimemaliza degree yangu chuo kikuu cha Dodoma mwaka jana. Akamwambia basi sawa, mimi nitakusaidia kwa sababu nipo kwenye kampuni fulani hapa mjini, kwa hiyo haina shida. Leo tupumzike alafu kesho tuone. Sawa. Usiku wakawa wamepumzika. Na katika kupumzika wakawa wamefanya starehe zao zote. Asubuhi kulipokucha, kaka anaamka, hakumkuta yule dada mle ndani wala vitu vyake vyote havipo. Ila alikuta tu ujumbe mdogo ambao ameuacha pale. Maandika kwamba Mungu akubariki sana kwa nia yako njema kunisaidia. Nimekuachia zawadi ya pekee kwenye maisha yako. Asa kaka katika kuangalia kote pale hakuona kitu kingine chochote kile. Akapuuzia kwa sababu dhamira yake alikuwa anahitaji imeshatimia, basi akaendelea na maisha yake. Lakini baada akawa hapati amani ndani ya nafsi. Zawadi gani? Ndio kusema kwamba koja nipotezee bwana. Akawa anaendelea na maisha yake. Baada ya muda kadhaa kupita, akawa ameanza kuumwa. Ndio kwenda hospitali, akapima magonjwa yote. Hamna ugonjwa. Mara kwanza afya bado ikaendelea kudhoofu. Alipoenda mara ya pili kupima, ndio akagundulika ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Tuambie.